Karibu katika mfumo wetu wa Ink School Management System. Katika video hii nitakuonyesha namna ya kurekodi matumizi yanayofanyika shuleni. Mfumo wetu una feature hii ambayo ni very powerful katika swala hili la kurekodi matumizi shuleni. Lakini kabla ya kurekodi matumizi shuleni, mfumo wetu unaruhusu kufanya budgeting. Kwa hiyo utakuja hapa katika buttons imeandikwa plans and budgets, na utaweza kukutana na expense category, create carryover, create budget, fund allocation na budget summary. Moja kwa moja nitaanza kwa button hii ambayo inaitwa expense category. Kwenye expense category hapo utatengeneza kategori zako za matumizi mbalimbali shuleni. Kwa mfano, naweza kutengeneza category, nikatengeneza category code hapa nikaiita let's say salary and wages. Salary and wages. Then itakuwa ni kategori yangu ya matumizi. Lakini pia naweza nikacreate category nyingine, let's say nikaiita TK, nikaiita labda stationery, then nikasema save. Kwa nitakuwa na category mbili. Kwa hiyo category zako zote ambazo unategemea za matumizi utaweza kuzirekodi hapo. Kisha utaenda katika budget ya carry over, sihitaji kuitumia kwa sasa, lakini nitaenda kwenye budget ya create budget. Create budget hapa nitaanza ku allocate kwamba kwa mwaka huu kwenye salary and wages na kusudia kutumia shilingi ngapi. Yule sasa tumekusudia milioni 1. Kwa hiyo nitasema budget yangu ni milioni 1 kwenye salary and wages, ndio budget ambayo nimeiweka. Let's say kwenye stationery, kwa pia nita create budget yangu ya stationery. Click hapa stationery, na let's say budget yangu ya stationery ni 200,000. Kwa hiyo nitakuwa nimeweka budget yangu hapo ya 200,000. Na unaweza uka edit budgets, na unaweza uka delete budget in case bado hazijatumika au hazina data. Baada ya kucreate budget nitakuwa nazi allocate fund. Click hapa button imeandikwa fund allocation. Kwa hiyo nitachagua let's say salary. Tutaangalia katika kiasi ambacho tumeaccumulate. Hapa kumbuka kwamba katika video yetu iliyopita tulikuwa tumeonyesha namna ya ku record receipts kwa maana ya income tunazozipata. Hapa tuna shilingi 800,000. Carry over fund hatuna. Current fund iliyopo ni shilingi 800,000 ambayo tumekusanya kutoka kwa wanafunzi. Kwa hiyo hii ndio amount inaweza ikawa allocated kwa ajili ya matumizi mbalimbali shuleni. Na kama ungekuwa na carry over, basi na carry over pia nayo tungerekodi, ingeweza kuongeza amount yetu hapa ya allocated amount. Kwa hivyo kwenye budget ya salary and wages ambayo nimeichagua hapa kuna shilingi milioni 1. Inawezekana bado sijaipata milioni 1 na kusanya fedha au ada kidogo kidogo. Kwa hiyo nitaweza ku allocate hapa, let's say naweza ka allocate 400,000 hapa, then nikasema allocate. Kwa hiyo budget yangu hii ya salary and wages nitakuwa nimeweza ku allocate 400,000, na naweza nikaja nikachagua budget yangu ya stationaries nika allocate let's say hapa ilikuwa na 200,000, naweza nika allocate 200,000 yote. Nitakuwa nime allocate budget yangu ya stationery. Kwa nikiangalia hapa utagundua kwamba kwenye salary and wages nimeallocate shilingi 400,000, lakini pia nikija hapa juu nika select stationery nikasema get detail, hapa nimeallocate shilingi 200,000. Kwa hiyo hapa kuna allocation ya 200,000 na bado haijatumika, kwa hiyo utasema ni available ni shilingi 200,000. Kwa hiyo baada ya kufanya allocation katika mfumo utakuja katika unaweza ukacheki hapa kwanza katika budget ya budget summary. Click hapa itakuonyesha summary, na hii summary itakuwa ina change kulingana na matumizi. Kwa mfano kama hapa total fund ni shilingi 800,000, total allocated ni shilingi 600,000, total remained ni shilingi 200,000. Utaona hapa kwenye salary and wages kuna budget ya milioni 1, allocated ni shilingi 400,000. Kwa hiyo ambacho hakipo kwa ajili ya matumizi ambayo remained ni shilingi 100,000 kwa sababu hakijatumika kwa kitu chochote. Baada ya hapo sasa unaweza ukafanya matumizi yako mbalimbali yanayoendelea shuleni. Na kuna namna ambavyo unaweza kurekodi matumizi
unaweza ukarekodi matumizi kwa create voucher, au unaweza ukafanya kwa general expenses. General expenses, kwa mfano hapo kwenye mfumo nina suppliers. Hapa nina supplier ambao ni wawili kama sampling. Kwa hiyo nitakuja chagua. Kwa mfano kama nataka kulipa mishahara, ninaweza nikarekodi hii katika namna ambayo nitaieleza hapa. Lakini ngoja tuanze kwa kurekodi general expenses. Nitakuja hapa, nita select expense date, let's say labda ni tarehe 30, title labda ni salary September, nitasema salary September, category ni kwenye salary and wages, na hapa itaonyesha available budget ambayo ipo mpaka sasa. Amount anataka kulipa let's say labda 400,000, talipa 400,000. Njia ambayo imelipwa let's say ni bank transfer, na reference kama nitakuwa na reference yangu hapa nitaweka, na nitaweza kutoa maelezo hapa. Kama kuna maelezo yoyote nitaweza kuandika hapa, then nitasema save. Hapo nitakuwa nimerekodi hii salary. Lakini in case kama ni matumizi ambayo yako associated let's say na voucher, nitakuja hapa kwenye create voucher, click hapa create voucher, na nitakwenda moja kwa moja add new payment voucher here. Nita select tarehe, let's say tarehe ya 30 leo, then nita select payee kwamba pengine ni huyu Blue Space au Inchcam Technologies. Huyu ndo amenisupply material yangu na hivi kwenye budget ya stationery. Then nitasema amount labda nataka kutumia hapa shilingi 100,000. Then nitaweka maelezo hapa ya hiyo 100,000 yangu, na kama kuna invoice ambayo alinipa kwa ajili ya kumbukumbu nitairekodi hapa, then nitasema save. Hapa utakuwa umecreate voucher. Kumbuka mfumo wetu kwamba una interact. Hapa mimi nimelogin kama admin. Kwa hiyo kama ni mhasibu amelogin moja kwa moja, ataweza kucreate invoice, lakini atakuwa hana hii button ya kuapprove hii payment voucher. Sababu hapa ni admin moja kwa moja, naweza kucreate na kuapprove. Kwa hiyo hapa na approve voucher yangu. Ikishakuwa approved, maana yake ni kwamba hii voucher inaweza ikalipwa na ikarekodi matumizi husika. Kwa hiyo baada ya kuapprove voucher, unaweza ukaja hapa kwenye voucher payment, na click hapa voucher payment, then unakwenda kwenye pay from here, then una select voucher yako. Utakutana na voucher yako hapa ya kwanza, then uta select tarehe ambayo inalipwa, tarehe 30. Then uta select method, let's say kama nimefanya bank transfer, then nitaandika reference ya bank transfer yangu ambayo nimefanya. Amount ilikuwa ni shilingi 100,000 na ina maelezo hapa, then nita click save. Kwa hiyo hapo nitakuwa nimerekodi matumizi yangu, na naweza nika print voucher yangu hapa, nika click hapa print voucher, na hapo utakuwa umeprint voucher yako kama ambavyo inaonekana hapo. Hivi ndivyo ambavyo mfumo wetu unaweza ukarekodi matumizi, na baada ya hapo unaweza kuja kutrack ripoti mbalimbali za matumizi. Hapa nataka kukliki hii dashboard uweze kuona changes ambazo zimefanyika. Hapo kwenye dashboard utaona kwamba kuna income ya shilingi 800,000, kuna expense ya shilingi 500,000 kama inavyoonekana hapa, lakini kuna top expense categories hapa. Utaona kwamba kuna stationery na shilingi 100,000, utaona kuna salary and wages shilingi 400,000. Hivi ndivyo mfumo wetu unavyoweza kufanya recording ya matumizi, na unaweza ukaja ukatrace baadaye hizi ripoti mbalimbali, ripoti za mapato na ripoti za matumizi.